Naam, hii ni sauti ya King kutoka mlima Kijenge Arusha katika eneo ambalo lina baridi sana. Kwa wale wakazi wa Arusha wanaelewa kuna baridi, unaona makoti tu sasa hivi, lakini neema imekuja kwako mtumishi wa Mungu ambao unanifuata sasa hivi. Ni katika kipindi cha maombi ya siku 7 ambayo tuko hapa. Lakini wakati nikiwa naendelea na maombi, Mungu akaniambia niseme na wewe kidogo, niachilie unabii na niachilie maombi maalum ya kukuvusha hapo. Ni katika mlima wa maombi ambao Mungu ameachilia neema kubwa sana. Right now ninataka niachilie upako wa kukuvusha mahali ambapo ulikuwa hujafahamu kwamba unapaswa uvuke hapo ili uweze kwenda mbali zaidi. Bible unaiona hapo 42, kitabu cha Isaya 42:22 anasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wamekuwa mawindo, hakuna asemaye rudisha. Watu walioibiwa. Nikawa najaribu kuwaza, nikakuta ni kweli. Ukiangalia katika ulimwengu wa roho, ukija hata katika ulimwengu wa mwili, utaona watu walivyoibiwa nafasi zao, watu walivyoibiwa huduma zao, watu walivyoibiwa vipawa vyao, watu walivyoibiwa vitu mbalimbali. Ukiangalia, nikawa najaribu kuona kwa mapana. Isaya mtumishi wa Mungu kumbe alikaa akatazama, akaona jinsi ambavyo ukija kwenye ili neno utakuta watu wameibiwa ndoa zao, watu wameibiwa ndoa zao. Unakuta mtu alikuwa ndoa yake ina amani, ina furaha, lakini sasa ghafla ndoa imekuwa ni vita. Mume haonekani, mke haonekani, watoto wamesambaratika. Yani mambo yamekuwa ni mazito sana. Watu hela hakuna, mambo yameharibika, watu wameibiwa uchumi wao, watu wameibiwa mikono yao ya faida. Ni watu walioibiwa. Biblia inasema, leo ninaongea na wewe kwa neema kubwa ya kiungu katika mlima huu, ya kwamba wewe ulioibiwa chochote kwenye mikono yako, chochote kwenye maisha yako, Biblia inasema, inamalizia katika huo mstari kwamba kulikuwa hakuna mtu anayeweza kusema rudisha. Lakini nimesimama kwenye huu mlima nikisema ndoa yako ireje, nikisema kiwanja chako kije, nikisema nyumba yako ije, nikisema gari yako ije, katika jina la Yesu. Sikiliza, kuna watu hapa wameibiwa matumbo yao ya uzazi, wameibiwa matumbo yao ya uzazi. Paka leo uko na kilio cha kupata mtoto. Ni kweli ndoa unayo, ni kweli mume unaye, ni kweli, lakini sasa tatizo lililokuja hapo ni kwamba hukamati mimba. Ni kwa sababu kuna roho imeshatangulia, umeibiwa tumbo lako la uzao. Wako wengine wameibiwa waume, wako wengine wameibiwa mashamba, wako wengine wameibiwa viwanja, wako wengine wameibiwa nafasi zao za kufanikiwa. Mpaka leo unahangaika hapa na pale, lakini mambo yakai vizuri. Isaya alipoona hivyo akasema, watu wametekwa. Kuna watu mmetekwa kwenye nafasi zenu, mmeondolewa kwenye miliki zenu. Wewe ulikuwa unapata pesa, wewe ulikuwa unafanya maendeleo, lakini leo kila ulichokuwa nacho umeuza, kila ulichokuwa nacho hakipo. Ninataka nitangaze neema katika jina la Yesu. Hicho ambacho kiliondolewa kimashetani, hicho ambacho kiliibiwa kwa njia yoyote ile, leo kitaachiwa kwa jina la Yesu. Mtu mmoja unaweza ukacomment ukaandika, vilivyoibiwa kwenye maisha yangu vinarejeshwa kwa damu ya Yesu. Andika tu hivyo, vilivyoibiwa kwenye maisha yangu vinarejeshwa kwa jina la Yesu. Na ukiwa unahitaji kuomba na mimi katika mlima huu ndani ya siku 7, unaweza ukatuma mahitaji yako. Unaweza ukatukua hiyo namba hapo, ukapiga simu, ukaeleza mahitaji yako na tukaomba pamoja, na Mungu atakusaidia. Namba ni hiyo hapo, +255. Wewe ambao uko nje ya Tanzania, +255 755 554 559. Hiyo namba waweza kupiga muda wote, saa yoyote, na unaweza kutuma mahitaji yako muda wote na saa yoyote. Ninaondoa roho ya uwizi wa kipepo ambayo iliingia kwenye maisha yako. Paka leo hakuna kitu nafanya kikafanikiwa. Ni kwa sababu tayari ukisikia mtu amekuwa mateka, ni mtu ambaye anapelekwa vile na vile, sio kwa ridhaa yake. Lakini leo unajikuta unatafuta kazi huku, unatafuta kule, lakini haupati. Ninatangaza neema ndani ya wiki hii ya maombi, uende ukapate kazi, uende ukapate watoto, ukapate watoto. Wewe mama, shika tumbo lako nikuombe. Baba Mungu wa majeshi, ninaomba juu ya tumbo la mwanamke huyu, tumbo lake lifunguke sasa na mahitaji yake anayoyatuma katika maombi haya. Bwana ukarejeshe siku zake, siku zake hazieleweki tena. Huyu mwanamke ninaongea naye, ninarejesha siku zake, ninarejesha siku zake, narejesha siku zake. Huyu mama pia ambaye anaumwa
kuumwa kila siku, magonjwa yasiyoisha, ninayakamata kwa jina la Yesu, nayapiga kwa moto. Hayo magonjwa yote nayapiga kwa moto, nayapiga kwa moto katika jina la Yesu. Ninasafirisha neema hii katika mlima huu, katika jiji la Arusha. Ninaisafirisha mikoa yote, ninaisafirisha nchi zote katika jina la Yesu. Popote pale ulipo, neema ya kuondoa huzuni, neema ya kuondoa mapito, neema ya kuondoa magumu unayopitia. Wewe uliozungukwa na madeni, hata sasa unawaza kukimbia hiyo nyumba, hata sasa unawaza kukimbia hiyo familia, hata sasa unawaza usikimbie. Ninataka nikuondolee hiyo roho, ninataka nikuondolee hiyo. Bible inasema ni watu walioibiwa. Ina maana ulikuwa umeibiwa nafasi yako, ulikuwa umeibiwa vitu vyako, ulikuwa umeibiwa nafasi yako. Leo ninaviita kwa jina la Yesu, virejee kwa jina la Yesu. Mahali walikoondoka navyo, mahali walipoenda navyo, waviachie kwa jina la Yesu. Baraka yako inakuja hapo ulipo. Nisikilize nikuambie mpendwa, watu walioiba chochote kwenye maisha yako, yoyote aliyekamata chochote, ndani ya maombi ya siku 7, andika mahitaji yako, andika majina yako, andika mahali ulipo, andika hayo mahitaji yako, yatume kwenye namba ambayo uko nayo hapo. Hiyo namba utaweza kupata msaada wa maombi, na unaweza ukaomba pamoja nasi na ukamuona Mungu akusaidia. Wewe ambaye tayari umeondolewa kazini, Bwana anakurejesha kazini. Mungu anakurejesha kazini. Naongea na wafanyakazi ambao mpaka leo hujaongezwa mshahara, Mungu anaenda kuingilia kati. Wengine wanaongezwa, wao nabaki. Neema ya kuongezwa mshahara iko juu yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Neema ya kuongezewa ipo juu yako. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, neema ya kusaidika na Mungu iko juu yako. Inaondoa kila roho iliyokuwa imesimama kinyume chako, ninaiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kuongezeka, pokea neema ya kustawi, pokea neema ya kuongezeka, neema ya kustawi kwa jina la Yesu. Neema ya kustawi. Yoyote aliyekuwa amesimama akaiba chochote kwenye maisha yako, wako wengine mmeibiwa afya zenu, leo unaishi katika maisha ya ajabu. Sikiliza, kama Biblia unaisoma vizuri, utaona kwa habari ya Suleiman anasuluhisha juu ya jambo moja. Biblia inasema walikuwa wanawake wawili walipata watoto katika nyumba ile, lakini mmoja kalalia mtoto wake akafa. Alipokufa akaondoka kwa siri, akaenda kumchukua wa mwenzake ambaye alikuwa hai, akamwekea aliyekufa. Lile tunapata fundisho gani? Kumbe kuna watu wakiona nyota yako ni ya mafanikio, inaweza ukabadilishiwa nyota mbovu. Unaweza kubadilishiwa maisha mabovu, unaweza kubadilishiwa mipango mibovu. Wewe ulikuwa unapangaga mipango inakubali, lakini toka hapo walipokubadilishia, hakuna mipango unayepanga ikafanikiwa, hakuna kitu unaanzisha ikafanikiwa, hakuna kitu unagusa ukafanikiwa, hakuna chochote unachofanya ikafanikiwa. Ni kwa sababu ulishabadilishiwa. Umepewa maisha ya watu walioondoka, maisha ya watu walishakufa, ndio unayaishi hayo maisha yasiyokuwa na maono, maisha yasiyokuwa na maendeleo, maisha yasiyokuwa na kazi, maisha yasiyokuwa na mshahara, maisha ya ajali. Nakataa kwa jina la Yesu, na kurejeshea maisha yako, na kutoa hapo kwenye kamba zao, na kutoa hapo kwenye kamba zao, na kutoa hapo kwa jina la Yesu, na kuleta kwenye neema. Popote ulipo, popote unaponitazama, hii ni Jumatatu ya ajabu ambayo inaenda kuzaa jambo jipya kwenye maisha yako, inaenda kuzaa jambo jipya. Hautaendelea kukaa bila kazi, hautaendelea kusumbuliwa. Wewe ambaye tayari kuna mtu mmoja, mwanamke mmoja na kuona hapo na nitazama, naona kitu kimoja, ya kwamba mwanaume amekamatwa na kahaba. Mwanaume amefika mahali anaenda kulala huko, harudi nyumbani. Mwanaume amefika mahali anakudharau, anaongea na mwanamke hapo hapo upo. Ni kwa sababu kuko na roho imesimama, ni kwa sababu kuna roho imemshika. Ikiwa yule mwanamke kahaba ni mchawi, alimfunga kwa vyakula au alimfunga kwa nini, nataka nikuambie, tuma majina ya mume wako, na kama huyo mwanamke mchawi unamfahamu, tuma pia majina yako, ya majina yake. Nitaachilia upako wa kuwasambaratisha, nitaachilia upako wa mafarakano. Wataachana, atarudi kuja kuangalia watoto wake, atarudi kuja kuangalia familia.
familia yake katika jina la Yesu Kristo. Hizo kamba za mauti walizokutupia ili waondoke na mume wako, ili waondoke na watoto wako, ili waondoke na maisha yako, hizo kamba tunazigeuza mara 7 zirudi zilikotoka kwa jina la Yesu. Sikia nikwambie mpendwa, Bible inasema juu ya kwamba 91:10 Zaburi, Bwana huinuka, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia nyumba yako. Nasema tauni haitakaribia watoto wako, haitakaribia kazi yako, haitakaribia ofisi yako, haitakaribia mikono yako. Hiyo tauni ya aina yoyote, iwe ni corona virus, hazitasogea mahali ulipo. Wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao wakaa milele. Hautaondolewa kwa magonjwa wewe, hautaondolewa kwa matatizo wewe, hautaondolewa kwa kifo cha ghafla wewe. Mama, ninaona neema sasa, ninaona neema papo, ninaona neema kwako. Hautaondolewa na magonjwa, hautaondolewa kwa njia ya maagano ya kipepo wala maagano ya kichawi. Niko katika mlima hapa Kijenge Arusha, ninatangaza neema ndani ya siku 7. Wewe ambaye ulikuwa una watoto, Mungu anafungua tumbo lako. Mzunguko wako wa siku unarejea kama vizuri, unarejea kama mwanzo ulivyokuwa vizuri. Na wewe ambaye naongea na mwingine hapo, ninaona na mwingine anatafuta kazi, uko na mavyeti, umezunguka kila mahali hakuna kitu, na kutangazia neema ya kwenda kupata kazi. Wewe ambaye unahitaji kazi, hapo ulipo, tuma majina yako kwa namba ambayo iko hapo. Nitakuombea na Bwana anakusaidia. Mahali ulipo apply, nitumie pako panaitwaje, nitaomba na Mungu ataachilia breakthrough kwenye maisha yako, ataachilia neema kwenye maisha yako, ataachilia uwezo kwenye maisha yako. Ninaachilia mamlaka. Wewe ambaye pia ulikuwa mwana maombi,